Leo tutaongelea kipengele cha dalili gani ambazo unaweza kuziona kwa mtu mwenye abnormal vaginal discharge, ambazo zitaweza kujua je, anaugua shida gani au anapata changamoto gani au anapata ugonjwa gani. Sawa? Kwa maana abnormal vaginal discharge ni dalili ambayo mwanamke anaionyesha. Dalili hiyo ina magonjwa mengi ndani yake. Sawa? Kwa tutakuja tuone magonjwa hayo kwa undani zaidi. Tukianza ugonjwa wa kwanza huwa ni bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis ni maambukizi ya bakteria sehemu ya ukeni, sawa, ambayo ina athari kutokana na ile interruption au disruption ya wale normal flora ambao wanapatikana kwenye ile eneo la ukeni. Sawa? Je, hiyo bacterial vaginosis mtu anakuwa na dalili zipi? Sawa? Ile ya kwanza, anakuwa anatoka na uchafu wa ukeni. Lakini je, huo uchafu unaotoka ukeni, je, unakuwa na rangi ipi ambayo unaweza ukaiona wewe daktari ukasema kwamba hii kutokana na hii rangi hii most like diagnosis ni bacterial vaginosis. Sawa? Rangi anayotoka ni rangi ya gray. Sawa? Rangi ya gray ndio ambayo huyu mtu ana present nayo. Sawa? Ukifanya assessment ya ile discharge ambayo mwanamke anaitoa, usani hata akivua nguo yake ya ndani, ukiangalia ukikutana na discharge ambayo anatoa ni rangi ya gray, basi most like diagnosis ni bacterial vaginosis. Sawa? Lakini pia anakuwa na smell ambayo anaitoa, na hiyo smell most huwa anapresent after sexual intercourse. Akiwa kwenye tendo la ndoa, ile akimaliza kuna harufu ambayo inakuwa inatoka ambayo inakuwa ni fish smell. Sawa? Kama harufu ya shombo ya samaki ambayo mtu huyu anakuwa nayo. Sawa? Anaweza kuwa na dalili zingine kama miwasho kidogo sehemu ya kuta kwenye vagina mucosa. Sawa? Anaweza akawa nayo. Sawa? Lakini anaweza ka present na symptoms ya on and off headache au fever. Sawa? Sometimes anaweza kupata slightly abdominal pain. Sawa? Kwa hiyo kwenye bacterial vaginosis hizo unaweza anapresent nazo. Lakini ukifanya kipimo cha HVS for wet preparation or for ground state, almost for wet preparation, lazima vagina pH itakuwa less, itakuwa juu, itakuwa above 4.5. Sawa? Kwa dalili hizi unaweza ukamdiagnose huyu mdada kama kana changamoto ya bacterial vaginosis. Sawa? Okay. Ugonjwa mwingine ni vulvovaginal candidiasis. Vulvovaginal candidiasis hiyo mwanamke anakuwa anatoka na uchafu ukeni kama kawaida. Lakini uchafu ambao yeye mwanamke kutokana na hiyo diagnosis ambayo rangi ambayo anakuwa anatoka wenyewe unakuwa ni mweupe, alafu ni mzito. Tunasema ni very thick discharge. Sawa? Ni white lakini ni thick discharge. Sawa? Lakini inaambatana dalili zingine, anakuwa na miwasho sehemu za ukeni, usani kwenye both vulva, sawa, right and left, lakini pia hata internal kwenye vagina. Sawa? Lakini pia huwa anaweza kawa na viupele pembeni ya zile kwenye zile vagina mucosa. Sawa? Anaweza kawa na viupele mule pembeni. Sawa? Kwa hiyo mtu huyu akipresent na dalili hizi, lazima most like diagnosis ambayo atakuwa nayo ni vulvovaginal candidiasis. Sawa? Sasa hata vagina pH yake inakuwa ni tofauti. Sawa? Inaweza kuwa ipo juu. Sawa? Kwa hiyo sasa huyu mtu kitu kubwa ambacho anakihitaji au sababu ambayo inaweza kapelekea most like pia inaweza kawa inapelekea kutokana na wale lactobacillus species wanavyokuwa disrupted na vitu mbalimbali ambavyo mwanamke anakuwa anatumia kwenye sehemu ya ukeni, au most sometimes wanakuwa disrupted hata ile neutralization reaction ambayo huwa inafanyika wakati wa menstruation period. Sawa? Sababu tunajua uke wa mwanamke ni slight acidic in nature, lakini pia
blood ambayo inatoka ile menstrual bleeding ni alkaline in nature. Kwa inavyo flow kuja pale maeneo ya ukeni, huwa kuna reaction inafanyika ambayo ni neutralization reaction. Sawa, ambayo inaweza ka disrupt wale normal flora ambao ni lactobacillus species na kupelekea huyu mtu kuanza kupresent dalili za fungal infection. Lakini ugonjwa mwingine ambao mwanamke anaweza kupresent nao kutokana na hiyo changamoto ya abnormal vaginal discharge ni trichomoniasis. Sawa? Sasa trichomoniasis hiyo trichomoniasis, chlamydia pamoja na gonorrhea, hizo ni sexually transmitted infection. Sawa? Discharge ambayo mwanamke anapresent nayo, kala yake inakuwa ni ya yellowish ambayo yellowish ina turn up to green. Sawa? Inakuwa ni manjano ambayo unaelekea kama kijani. Sawa? Kwa hiyo lakini pia ana present na dalili zingine. Sawa? Dalili gani ambazo anazo present nazo? Anaweza kawa na painful during sexual intercourse. Sawa? Anaweza kawa anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Sawa? Ambao kitaalamu sisi tunaita dyspareunia. Sawa? Lakini pia anaweza akapresent na dalili za kuwa na miwasho lakini sio sana. Okay. Sawa? Akawa na dalili za maumivu wakati wa kukojoa. Kwa sababu sometimes trichomoniasis huwa sometimes wana run mpaka kwenda kwenye urethra. Sawa? Kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo sometimes anaweza ka present na ile painful during urination ambayo sisi tunaita dysuria. Sawa? Lakini pia anaweza ka present na slight abdominal pain, slight lower back pain, sometimes ka present na on and off headache, anaweza ka present na on and off fever, ka present na fever. Sawa? Hizo ni dalili ambazo anaweza ka present nazo watu wenye changamoto ya sexual transmitted infection ambayo ndani yake ndio kuna trichomoniasis, kuna chlamydia pamoja na gonorrhea. Sawa? Sasa magonjwa yote ambayo nimeelezea yakiwa kwenye advanced stage, sawa, ndio unakuta mtu anaanza kupresent na dalili za pelvic inflammatory disease ambayo ni PID. Sawa? Kumbe sasa PID inatokea kutokana na haya magonjwa yakiwa sasa kwenye nini? Kwenye advanced stage, ndio mtu anaanza kupata dalili za PID. Sawa? Kwa hiyo PID anakuwa na dalili gani? Dalili za kwanza, anatokwa na uchafu ukeni, lakini uchafu huo unakuwa na rangi ya njano iliyokolea ikiwa inaenda kwenye green. Sawa? Kwa hiyo mtu akija kwanza kupata discharge ya rangi hiyo, sawa, huyu mtu ameanza kupata dalili za nini? Pia za PID. Sawa? Lakini zikiambatana dalili zifuatazo: akawa na maumivu makali chini ya tumbo, akawa na homa, akawa anapata homa ya mara kwa mara ambayo ni fever, akawa anapata maumivu ya kichwa mara kwa mara headache, lakini akawa na mzunguko wa hedhi usioeleweka. Sawa? Akawa anapata irregular menstruation cycle, sawa, au irregular menstruation bleeding. Sawa? Lakini huyu mtu anaweza akawa anapata postcoital bleeding. Sawa? Anaweza akawa anavuja damu baada ya tendo la ndoa. Yaani baada ya kutamatisha tendo la ndoa, mwanaume ukijiangalia au mwanaume ukijiangalia kwenye mume wako unakuta kuna damu, au mwanamke kujisafisha ukeni unakuta kuna damu. Sawa? Hiyo tunaita postcoital bleeding. Sawa? Lakini pia anaweza kupata cervical motion tenderness. Sawa? Ukimfanyia cervical examination, sawa, kwa kupitia finger, sawa, usani kwenye posterior fornix of the cervix, ukifanyia motion lazima atapata tenderness, maumivu. Sawa? Lakini dalili nyingine ambayo anaweza akaipata huyu mtu, pia anaweza kupresent na maumivu wakati wa tendo la ndoa, painful during sexual intercourse. Sawa? Lakini pia anaweza akapata maumivu makali wakati wa hedhi. Sawa? Hiyo tunaita pathological dysmenorrhea. Sawa? Ni maumivu makali wakati wa hedhi. Lakini pia anaweza kama wadudu hao wameenda mpaka kwenye njia ya mkojo, hususani Trichomona vaginalis, akiwa anaenda akilani mpaka kwenye njia ya mkojo, kwenye urethra, lazima mwanamke huyu atapresent na dalili za nini? Dalili za painful during urination ambayo tunaita dysuria. Sawa? Au sometimes anaweza akapata burning sensation. Sawa? Ile wakati wa kukujua akisi kama anaungua moto. Sawa? Hizi moja wapo ni dalili ambazo mwanamke ukiziona, yes, tuna group kwamba huyu mtu ana nini? Ana PID au pelvic inflammatory disease. Sasa
madaktari wengi au wagonjwa wengi sana huwa wana misdiagnose, sawa, kutokana na hiyo dalili ya abnormal vaginal discharge, sawa. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anashinda kutibu bacterial vaginosis, anatibu PID. Kuna mtu anashinda kutibu vulvovaginal candidiasis, anatibu bacterial vaginosis, sawa. Kwa hiyo sasa niwaombe ndugu zangu ambao mnanifuatilia, hiyo ni wagonjwa wa madaktari, tuwe makini sana kuweza ku-identify ile abnormal vaginal discharge ambayo mwanamke anaweza kuitoa, ili kuweza kupata clear diagnosis kwa mgonjwa wako ulionaye, ili uweze kumtibu vizuri. Maana saa hizi imekuwa ni janga la dunia. Katika wanawake 10 ambao unaweza kuwatibu, wanawake 8, moja kati ya dalili ambazo anakuja nao anaweza kukwambia daktari, na changamoto ya kutoka na uchafu ukeni ambao sio kawaida, na kuna muda unatoa harufu kali, sawa. Kwa hiyo naomba ndugu zangu tuwe makini sana kuweza kujua aina gani uchafu mwanamke ambao anautoa, ili tuweze kupata ugonjwa sahihi na ili tuweze kupata matibabu ambayo ni sahihi, sawa. Shine Scare already started, we go like morning star. Your health is our vision.